Bendera zote nchini Kenya zimeweza kuwekwa nusu milingoti kulingana na kifo ambayo imeweza kutangazwa ya Raila Odinga, aliyekuwa mkuu wa upinzani kwa miaka na kuweza kufaulu kuingia kwenye serikali zote baada ya kutangazwa kufa. So imetangazwa tarehe 15 mwaka wa 2025 kwamba Raila Odinga is no more na ameweza kufariki. So Wakenya wote wameweza kuingia kwenye kilio, na ndio taarifa sasa hivi imeanza kusambaa. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao ya kijamii kila mahali ni historia kumuhusu Raila Odinga. So Raila Odinga ameweza kufa akiwa na miaka 80 na alikufia kule India, na taarifa ambazo tunazipata ni kwamba alikufa akiwa na matatizo ya moyo ama cardiac arrest ukipenda. So Raila ameweka historia kubwa sana nchini Kenya na ameweza kufanya makubwa ambaye hakuna mwanasiasa yeyote yule amewahi fanya, ama mtu yoyote pale amewahi fanya. Ni mtu ambaye alileta katiba mpya na aliweza kuingia kwenye serikali zote, kumaanisha serikali zote ziliweza kumbendia Raila Odinga na kukubali kufanya na yeye bila kutaka, yani kilazima, yani kwa sababu alikuwa na nguvu ambaye ni watu walimpenda zaidi, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda kutuliko. So Raila Odinga ameweka alama nzito sana kwenye mioyo ya Wakenya wengi na kwa mioyo ya Waafrika wengi, kwa sababu ameshafanya mpaka kazi kwenye UN na kadhalika. So Raila Odinga atazidi kukumbukwa. Aliweza kusimama kama rais 1997 lakini hakufaulu. Akakuja akasimama 2007 hakufaulu pia. Akakuja akasimama 2013 hakufaulu. Akakuja akasimama 2017 pia hakufaulu. 2022 pia hakufaulu. Lakini aliweka impact kubwa kama one of the biggest opposition leaders mwenye alikuwa na nguvu sana. Akiweza kuzungumza hakuhitaji kumlipa mtu ndio mtu aweze kumfuata. So may his soul rest in peace as we are looking up to mazishi yake na kadhalika. Bless.